Kenji Nakamura, kijana Mjapani mwenye umri wa miaka 24, ni mpiga picha wa porini ambaye alikuwa amevutiwa sana na fumbo la msitu mkubwa na mzito zaidi duniani, Amazon. Alikulia Tokyo, lakini alipenda sana filamu za maisha ya wanyama tangu akiwa mdogo. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kulifikia eneo la msitu ambalo bado halijaguswa kabisa na mwanadamu. Baada ya miezi ya maandalizi, Kenji alisimama pembezoni mwa mto mkubwa wa Amazon akiwa na mpenzi wake Mei Lin, mwanabiolojia wa mimea mwenye asili ya Kichina na Kibrazili, ambaye naye alikuwa na hamu ya ugunduzi kama yeye. Walibusu ustaarabu kwa heri mjini Manaus, wakapanda mashua ndogo pamoja na mwongozo wa kienyeji, wakielekea ndani ya msitu kijani wa kutisha. Siku za kwanza zilikuwa kama ndoto. Walilala kwenye neti za kulalia zilizoning'inia chini ya matawi, wakasikiliza sauti za nyani wakilia alfajiri na wakarekodi picha za maua ya porini na mende wanaong'aa usiku. Mei alikusanya sampuli za mimea kwa ajili ya tafiti zake, huku Kenji akipiga picha za ajabu zilizoonekana kama tuzo za kimataifa. Lakini usiku wa 6, mwongoza njia wao alitoweka. Walipoamka, walikuta nyayo zikitoka kambini, halafu ukimya. Hakuna ndege, hakuna wadudu. Msitu ulionekana kubadilika. Walipokuwa wakijaribu kurudi walikotoka, walivamiwa ghafla na kundi la jagwa waliobadilika kimaumbile, wakubwa na wa haraka kupita kawaida. Manyoya yao yalikuwa yakimetameta na walikuwa na kasi ya kutisha. Mei alishangaa kuona viumbe ambavyo havijulikani katika sayansi ya mimea au wanyama. Kenji alitumia panga lake kumlinda Mei, naye Mei akatupa chupa ndogo zenye mlipuko wa mwanga alizotayarisha kwa dharura. Walinusuruka kwa tabu. Mei aliumia mkono. Kenji akavunjika mbavu. Kadri walivyozidi kusonga, msitu ulizidi kuwa na giza. Miti ilionekana kupinda isivyo kawaida. Muda nao ulionekana kuenda taratibu au haraka bila kueleweka. Mei alidhani huenda walikuwa wameingia kwenye eneo la siri la biolojia, sehemu ambayo haijawahi guswa kwa maelfu ya miaka. Labda ilibadilika baada ya athari ya vipande vya kimondo vya kale. Sasa walikuwa wakiviziwa na chatu wakubwa, nyuki kama tai na tumbili wenye macho mekundu kama moto waliovamia kwa makundi yenye mpangilio. Walitengeneza silaha za dharura. Kenji alichonga mikuki, Mei akatengeneza mitego kwa kutumia mizizi na gundi kutoka kwenye miti. Usiku mmoja walipokata tamaa kabisa, kabila la walinzi wa msitu, binadamu waliopakwa rangi ya kijani mwilini na macho mekundu yenye kutisha, waliwaokoa kutoka kwa mnyama aliyekuwa akiwavamia. Kabila hilo liliamini kuwa msitu umeamka kwa hasira kwa sababu dunia ya nje ilikuwa ikichukua bila kurudisha. Walionya kuwa wanyama wakali waliobadilika walikuwa kama kinga ya msitu. Mei na Kenji walikuwa na chaguo mmoja tu: waungane na kabila hilo kuzuia eneo lililolaaniwa au kufa kama walivyo wengine. Wakiwa na mishale ya sumu, silaha za jadi na maarifa mapya, Mei na Kenji walijiandaa kwa pambano la mwisho ndani ya shimo kubwa lenye tope na miale ya gesi. Huko walikabiliana na Malkia Nyoka, kiumbe mkubwa sana mwenye umbo la nyoka, mmea na mdudu. Mwili wake ulikuwa uking'aa na kutetemeka kwa mionzi ya ajabu. Kenji alipanda mgongoni mwa mnyama huyo, akakata mizizi iliyoifanya itembee, huku Mei akirusha mbegu zenye mlipuko zilizoandaliwa kutoka kwa matunda ya msituni kwenye mapafu ya mnyama huyo. Wakati wa mwisho, Kenji alichukua kisu cha mfupa na kuchoma jicho lake, akamfanya mnyama kuwa kipofu. Mnyama huyo alilia kwa sauti kubwa sana, kisha akazama kwenye shimo alikotoka. Msitu ulitulia. Ndege walirudi. Wanyama wakatoweka. Kenji na Mei, wakiwa wamejeruhiwa lakini hai, walikuwa miongoni mwa kabila.
Wazee wa kabila walipaka udongo mwekundu kwenye vipaji vyao vya uso na kuwaita watoto wa mizani. Waliporudi mjini baada ya wiki kadhaa, hakuna aliyewaamini, lakini picha za Kenji zilionyesha makucha, macho yenye mwanga na mizizi iliyopinda ajabu. Sampuli za Mei zilionyesha DNA isiyofanana na spishi yoyote inayojulikana duniani. Walibadilika milele, wakawa hadithi na wapendanao waliounganishwa na mapambano ya msitu mkali wa Amazon. Miaka baadaye, Kenji alikuwa mhadhiri wa masuala ya wanyamapori katika chuo kikuu mjini Kyoto. Mei alikuwa akiongoza taasisi ya kutunza Amazon. Na kila usiku wa kimya, upepo wa msitu ulipovuma katika ndoto zao, walikumbuka wanyama, kabila na jinsi penzi lao lilivyozaliwa katikati ya moyo mkali wa asili.